Hebu sikia sasa, usikie rekodi hapa. Malimwengu. Sasa kuna mchungaji mmoja anaitwa James Irungu kutokea Murang'a. Mchungaji huyu kutokea Murang'a, unakumbuka mwaka jana ukielekea kukamilika, kuna binti Trufena Muthoni ambaye alisimama kidete akasema kwamba kwa sababu anapenda mazingira na anapenda sana miti, akaamua sasa ataingia katika swala la kupiga pambaja mti kwa saa 72 42 ama 72 hours. Sasa kuna mchungaji mmoja kutokea Murang'a anaitwa Pastor James Irungu. Ameamua kwamba yeye anataka apige 80 hour tree hugging challenge, na ameanza hapo jana, alikuwa amefika 40 hour, alikuwa anaelekea kwa the 40 hour. Kwa hivyo alishaanza mchungaji Pastor James Irungu, na nikaona what is the motive behind him? Baadhi ya washirika wake wakakuwa na msapoti jana, wakakuja wasema sisi tumekuja leo kupiga sapoti mchungaji wetu kijana mdogo ambaye ameamua kwamba anataka kupiga rekodi ya saa 80 ya kupiga pambaja, kwa njia nyingine kwa kimombo wanasema tree hugging. Na tuko hapa kumsupport. The agenda mchungaji ni kwamba he want to raise awareness about cancer. He's raising awareness about cancer. Yani katika hiyo shughuli nzima anajaribu kuambia watu kwamba kuna ugonjwa hatari sana, ugonjwa ambao una claim maisha watu, unaitwa saratani. You see? So in that way anataka pia apige pambaja mti kwa saa 80. 8 good hours. Na binti ule binti ambaye alikuwa recognized for 48 hours, Trufena Muthoni, huyo ambaye ameenjoy kidogo pacts za hapa na pale hadi amekuwa Dubai kwa holiday kidogo kidogo, akarejea nchini Kenya na kadhalika na kadhalika. Nilimwona katika ujumbe wake akasema iwapo mchungaji atapiga rekodi yake ya saa 72 ambayo alipiga hivi majuzi, hata una shida, maana all in all bora ana create awareness ya kitu fulani. Sasa najaribu kuangalia, kwani siku hizi if you want to create awareness, you go and hug a tree. You go and hug a tree ama you do something ambayo unarekodiwa, inachukua attention ya watu. Yani hata imefika kwa wachungaji. Wachungaji hugging a tree for 8 hours. Did the Guinness World Book of Records recognize her, by the way? Ama bado? Hiyo ilikuwa ile ya last. Hii ya 72 bado hawajarecognize. Walichukua ile ya 48 hours. So mchungaji amesema no, hata mimi kwani nini naweza hata sambaza neno kwa miti. Bora Bwana Yesu asifiwe, hii rekodi tunaipiga kuipiga. So what I fail to understand ni kwamba how do they do that? Awalali. You just stand there, no eating, no showering, no eating, no movement, no drinking water, just like that. Yani the little sugars you have in your body, the little fat uko sure no eating haiko? No eating. You just survive hivyo. Kwani wale watu wanakuja kukupa support ni ya nini? Miti, yani I think the nature tu ndo huwa in our favor because trees have a good heart. So you'll not feel hungry, you'll not feel tired, nothing. You'll just be there with the tree. But again, if I may ask, speaking of that, unapata this girl Trufena Muthoni alihag mti for 72 hours, sindio? Venye wao wanasema. She has her millions right now, plenty vacations left, right and center. And then there is you out there with your 2 masters, 2 PhDs, nothing. Why do I feel like... Okay, it's a conversation we were having yesterday, by the way. Why do I feel like it's not about luck, it's just nature? Yani when nature is on your side, everything works. Si nature, hiyo ni luck. Ukoshwe ni luck. Because... Yeye alianzisha tu, akasema nataka nifanye hivi. Kitu idea ilikuja tu kwa akili. Na because maisha sasa hivi yana revolve around mtandao, watu wakamuona na hakika wakasimama naye, ikaonekana kwamba anafanya hivi na hivi, na kwa sababu watu wanapenda watu influential brands na nini, ukiwa mtu ambaye una watu na maarufu, watu wanakutafuta, watakutumia wewe ili kuinfluence watu.
Lakini kama hujulikani in the public domain, unadhani nani atakukujia ati anakuambia anataka nikupe biashara yangu, kanitangazie ufanye hivi na no, because washajua ana wafuasi, ana watu wanamfuatilia. Kwa hivyo inakuwa rahisi tu hivyo. So it is luck, it's not nature. Ni bahati. Waweza kusoma na hizo makaratasi zote, you know, hawezi linganisha masomo na hata labda huyu nani amesoma tu. Amesoma. Lakini sasa mahali breakthrough yake imetokea ni kwa innovation yake, like ni idea yake ilikuja. You see? Like hakukaa tu chini. Maybe she's been alikuwa amefikiria mambo haya kwa muda mrefu sana. Akasema siku moja nitakuwa labda mtu ambaye anapenda mazingira na nini na nini. So ilikuwa ni dream yake labda kiplan. Lakini labda akaenda shuleni tu for the support ya papers na nini na nini. Sasa mahali breakthrough yake ilitokea ikawa basi ndio hapo kwa kuhaga mti. I see. Sasa hawezi sema kwamba kuna mtu amesoma ni engineer na amepata kazi ya uinjinia. Ushaona? Bahati yake ikaingiana na huo uinjinia. Sasa kusunaona hata kama huyo mwingine ni mchungaji, Pastor Irungu. Si ni mchungaji, mtu ana kondo wake. Lakini ameamua acha tena kwa huyu uchungaji, acha nichunge miti. Kisonga nalo. So it's luck. It's not nature. Ni bahati. Okay. Kwa hivyo ndivyo hivyo. All the best mchungaji, wewe ng'ang'ana. Bring that record 80 hours bwana, si mchezo bwana. We are waiting for you and we wish you the best. Napanga kamoja hapo hivyo. Mimi ndakucheka. Unicheke ama unisupport? Sasa see the kind of person I have here. Malimwengu. Bure.